challenge hasa? Kuna shida kubwa sana kwa sababu Kenya haina kazi. Na kama hakuna kazi, hawezi kuwa na pesa. Yes. Biashara pia haifanyi vizuri. Manake ushuru pia iko juu. Yes. So hawa wazazi wetu wanateseka sana. Yes. Challenge ni ya kwamba pia serikali haitoi pesa on time, mambo ya capitation, haitoki on time. Na pia shule pia iko very expensive. Yes. Mimi nilikuwa nataka hii serikali ihakikisha ya kwamba shule katika high school iwe free. Yes. Katika university ile help ipeanwe on time na iongezwe. Kwa sababu help wanafunzi ulipa tena. Lakini ya high school iwe free. Ili watoto wetu wote waweze kusoma. Alafu pia watoto wetu wakishamaliza Baby Top kuna shida kubwa sana. Unapata ya kwamba 1 million every year wanafanya exams. Yes. Out of that unapata only like 200,000 wame qualify kwenda university. Hii 800,000 wanaenda wapi? Utapata wanaenda wapi? Na ni kila mwaka. Na mimi nataka niambia hawa wazazi na wanafunzi wetu. Usikue na haraka na mtoto wako. Usikue unamkashifu mtoto wako, unamkemea. Kuwa unamcorrect. Mtoto akipata 10% kwa hesabu ama kwa subject yoyote, mu-encourage. Mwambie kesho najua ukiwork hard unaweza pata 20. Akipata 20% mwambie unaweza pata 40. Na yule wa 50 anaweza pata 70. Na wa 70 anaweza pata 90. Na hata 100. Mimi nikiwa high school, mimi form 1, first term, second term, third term, nilikuwa napata hesabu 100%. Wow. So which means it is possible. Yes. But through passion na ku-encourage na attitude. Yes. Na wale wazazi ambao wakiona watoto wanasema umenipatia gharama kubwa na kulipia fee na uperform vizuri, tu encourage watoto wetu. Huyo mtoto ni wewe. Mu-encourage tu polepole, atakuwa hapo mbele. Wale 800,000 tusiwatupe. Akimaliza form 4 na unaona huyo mtoto hajafaulu, usimkashifu. Huyo mtoto ujui ni mpango gani Mwenyezi Mungu amewekea huyu mtoto. Labda Mwenyezi Mungu kusema mtoto ni mjinga. Yes, usijaribu kusema hivyo kwa sababu hakuna mtu yote alizaliwa kama anajua chochote. Hata jina lako hukujua, hata kupronounce mama na baba hukujua. Yes. So una learn tukiendelea. Na kwa wale watoto wetu, tuwaweke waweze kupractice. Ukiona ile subject, we kama mzazi, ukiona mtoto wako afanyi vizuri kwa subject fulani, kuna njia tofauti ambayo unaweza msaidia nayo. Ya kwanza, mweke na mambo ya revision. 30 minutes per day, a revise your subject. 30 minutes a day. Ya pili, uwe mtoto awe rafiki ya mwalimu. Mwalimu na walimu wetu, lazima uhakikishe watoto wanakupenda kwanza before wapende subject yako. Because wakiwa na negative attitude, huyo mtoto hata succeed, hata pass kwa hiyo subject yako. So walimu wetu pia wawe soft. Usiwe tu uko kwa darasani na uko so mean. Karibisha watoto wetu, wacha wakupende ndio wapende subject yako. The moment umekuwa rafiki ya mwalimu, hautataka umdisappoint. Ya pili, hakikisha wewe ni rafiki ya student mwenzako ambaye anaelewa hiyo subject. Hakuna mtu yote, huwezi jua subject zote uko perfect. Unaweza jua moja, nyingine na kulemea. Hiyo yenye na kulemea, kuwa rafiki ya student mwenye anaielewa. Sasa nikirudi kwa hawa watu wa 800,000, tusitupe hawa watoto wetu. Wa train in anything. Wengine wawe trained kama plumbers. Wengine kama carpenters, wengine kama electricians, wengine kama masons, wengine pia waende driving school, wengine waende computer school, learn packages. Kuwa na skill, hospitality industry, hizi mambo zingine, kuwa na skill. Hii maisha uwe na skill. Si kila mtu pia na succeed kwa mambo ya elimu. Wengine pia wako na talanta tofauti. Tunacha hizi talents pia. Tukinacha hii talent, watoto wetu watasaidika. Maanake pressure kubwa sana kwa mzazi ni mtoto. Na huu mtoto wako umemlea vizuri, alafu kisha hauoni matunda ya kulea huyu mtoto. Hauoni the fruits ya kulea huyu mtoto. Usiwe na haraka, kuwa tu very patient, alafu uhakikisha kwamba una guide mtoto vizuri. Na hiyo pia Baby Top pia inaturudisha kwa mambo ya parenting kidogo. Mambo ya parenting kidogo. Kama mzazi, hakikisha mtoto akiwa bado mdogo, mchanga, hakikisha huu mtoto pia anaona mapenzi. Akiwa kwa nyumba aone mapenzi, ili asigrow akiwa na trauma. Kwa sababu mimi na wewe unapata babu ameona Baby Top, anakatia Baby Top, tuna date, tunakuwa close kabisa. Unasahau mtoto.
unasahau mtoto. Then after 6 months tukimove in together, nasema baby top amechange, baby top anasema babu amechange. Ni zile trauma za poor upbringing. Yes. Poor upbringing inamaanisha ya kwamba mtoto amekuwa brought up na single mom or single dad or both parents passed away or both parents wako available lakini hao wazazi wako too busy for the children, wakitafuta pesa for the children, or both are available, yes, wako lakini wako in an abusive relationship. Yes. So mtoto anagrow na chenye anaona. Akiona vita, akiona fujo kwa nyumba, hiyo ndiyo atapeana in life. So utakuwa unalea mtoto hata amesoma vizuri, lakini mtoto haezi kuwa katika mambo ya kutengeneza familia vizuri kwa sababu ako na trauma. Yes. Mtoto ana experience anxiety, ana experience grief, ana experience loneliness, ana experience anger. Kiongea na yesa kidogo amekasirika. So hizi ni vitu ambazo tunaweza solve kifamilia. Yes. And then how the 800,000 to encourage, yes, waingie mahali, washikilie mahali. Pole pole tu tutaona venye tunainuana juu mpaka tufike. Ndio. Aya, leo singetaka tuongee mambo za floods. Leo nataka tukae laini ya masomo. Ndio. Kuna wazazi wengi sana, na si Nairobi peke yake. You know Nairobi is very expensive. Ndio. Kuna wazazi wengi wamelia, na sasa mimi naenda nikitafuta marafiki ambao unajua sasa sometimes tunachanga hapa Kameme, sometimes tunashindwa na kuchanga. Na nikaku-approach nikajua leo kuna wale watoto kadhaa ama wazazi kadhaa tunaweza kuamua. Vizuri hawa wazazi ambao wanatusikiza, they are not con parents. Hakuna mzazi anaweza kuwa ati ni dibul mahali anasikiza, angetaka ati atumiwe kitu na babu ndio aende Vasha. Hapana. In fact wanakuanga hata wanatumanga mpaka 1 bob, 5 bob, 10 bob, the little they have. So sijui utatusaidia juu najua pia wewe umepatana na messages, inboxes. Sina fees, watoto wako nyumbani. Kama kuna watoto wa family pale Gatondo, 6 kids, wale doremi fasora, wale wamefuatana hivi mwaka just 9,000, wengine 10,000, wengine hawajafanya exams, you know, because of 12, 10, 15,000, you know. Na ukiongea na walimu ni vile hatuwezi wataja, even the grade 10, even the primary school teachers wanasema there's a problem. Juu pesa ijafika shuleni. Utatusaidia je babu wetu? Hiyo ni sawa kabisa. Babu kwa sababu nimejua watu bila babu tabu. Bila babu iko tabu. Na hata bila sababu ni babu. Bila sasa, babu tabu. Tabu kwanza, tabu sana. Tabu sana. Matata. Ni kweli kabisa. So mimi kama kiongozi, umeona mimi nimekuwa nikipeana bursaries pale Embakasi East kwa sababu nataka ni support mambo ya elimu ya watoto wetu. Labda siwezi hata jengea watu barabara lakini ni heri nisijenge barabara watu, lakini nielimishe mtoto. Mtoto siku moja atakuja jenge barabara. So mimi mwenyewe kama babu nimejua watu wako na shida tofauti na specifically mambo ya school fees wenye umesema. Ningeweza pia kwa uwezo wangu ile yenye tuko nayo, at least hao wazazi wenye wako na mashida tuone venye tunaweza watumia kakitu sahihi. Tuwatumie mpesa, mtu hakikisha kwamba amepata kitu apeleke mtoto wake shule. True. Ndio. Alright. So watu ambie wale wako na balance. Ndio. Sio wale wa chakula. Ndio. Ni shule tu pekee. Ni shule, school fees. Na tuko hapa kuverify. We are not going to verify because tuna believe sisi tuna trust wewe the listener. So if you do not trust yourself na unataka ukule pesa ama utumue pesa, hapa si gambling, hapa si odibet, hapa ni kusaidia parents. Sio wa Embakasi, sio wa Nairobi, and we rarely have marafiki ambao watakuja kutusaidia. So your guilt I know is very conscious. Usiseme unataka rent. Hiyo rent haitakusaidia. Unaweza kula hiyo rent, nyumba ichomeke. Tutirauga ni gukuhia. Turenda tuteithie aciari aria mahinyiririkite. Matirako manefithi. Wazazi wamebomolewa Roysambu, wazazi wamebomolewa Githurai, wazazi wamebomolewa Uhuru Market, wazazi wametolewa huko Kangemi, floods zimeenda na mabiashara, Kirinyaga Road watu wamekufa. Yani there is problem and stress and disaster. Yani unajua ni vile sasa in fact that time ndio nilikuwa nakutafuta sana ni juu
whatever the floods zimekuja, watoto walikuwa wanaenda back to school last week. Yani it has been mayhem, lakini ni undu wa Ngai umuthi twina mugani ugutukwamura na niturenda kumurekereria within the next hour nigetha tukorwo tugiteithiriria aciari aria makwamite, aria magutwandikira 20014 T-Master kundorera computer ya T-Master. Stacy ndui kana tugugwethera mundu ungi wa guguteithia, no ndibule hau ndibuda kuingira online ugekira namba yaku ya thimu na tutikuga ndugatwire please uhoro wa 50,000 ndugakorwo we selfish na ndukanyitire Ngai itemi. Ndirenda gukuhoya ni turi ithako ringi muno na ni turi itheru na ni turi itheru muno please, no tundu ni njui ni tukoragwo twi very serious riria tuoka nginya gukwamura andu mena mathina ona mena mirimo, hau tutithakaga, hau noho njui tutithakaga. Koguo utwire we uramenya you stranded, nduri na school fees, wewe na urenda 10,000 9,000 nigetha tuhote guteithia andu aingi o aria tungihota. Utatupatia limit my pesa limit ni laini mbili ni $5. Laini moja ni $5, ingine $5. Mita Mungu amekusaidia. Hiyo ni sawa, acha tuendelee penye tutafikia. Tukifika $5 sawa. Iko sawa. Kifika $7 sawa. Iko sawa. Na ikifika mita iko sawa. Hey, tuendelee tu. Hawena fili.